Gwajima akaingia, Kakobe akaingia, Mwingila akaingia, Lwaichi akaingia, wakaingia maaskofu wote, alafu likawekwa desa pale. Tukaambiwa kwamba fanyeni mitihani saa 1:30. Atakuwepo askofu wa kwanza na askofu wa mwisho. Kwa nini? Kuna wengine humu kichwani hawakupewa, kuwaingiza kwenye mtihani ni kuwasumbua. Kuna wengine kichwani wamepewa, kuna wengine kichwani kama hana sana, ukiingia kwenye anga lake anakukoboa vibaya sana. Kuna wengine hata kuongea hajui, mpe karatasi kuandika, utaona akiweka dissertation pale, akiweka thesis pale, akikuandikia concept paper pale, unakubali, msemeshe hawezi kusema. Lakini kuna wengine wametengenezwa na Mungu, wako ukimwangalia hivi kama mjinga hivi, lakini msemeshe, atakusemesha kwa herufi kubwa kubwa. Kila mtu amezungumzwa na Mungu. Hata wanadamu wako namna hiyo. Cha muhimu, heshimu kilichowekwa ndani ya mwenzako na Mungu. Ndani yangu Mungu ameweka kitu ambacho wewe huna, na ndani yako Mungu ameweka kitu ambacho mimi sina. Vitu hivi tunavitumia kwa kufaidiana sisi kwa sisi. Wewe unajenga hapa, mimi najenga pale. Wewe unainua huyu, mimi nainua pale. Ndiyo kazi ya Mungu, sema amen. Sasa mifumo, nisikilize vizuri sasa. Mifumo ya ulimwengu. Shetani yuko hapa duniani. Mwambie mwenzako, shetani yuko hapa duniani. Rudia tena. Rudia tena. Nataka sasa nisome maandiko kadha wa kadha yanayomwonyesha shetani yuko hapa duniani. Alafu baadaye nitamalizia na jambo ambalo nataka kuliaddress. Sawa sawa, Wewe umenielewa? Shetani yuko hapa duniani. Nitasoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 4 na mstari wa 6 hadi wa 7. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudia mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, umsujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yako. Huyu ni shetani. Wamekutana na Yesu physically hivi. Wangapi wanajua Yesu ni Mungu? Hata mimi najua Yesu ni Mungu. Lakini shetani anamwambia Yesu hivi. Kwanza amemwambia, nitakupa enzi yote hii, yani cosmos, world system, ila uniabudu. Hebu sema, ila uniabudu. Shetani anamwambia Yesu kwamba, Bwana sikiliza, mifumo ya dunia nitakupa wewe, ila tu uniabudu kwa sababu imo mikononi mwangu. Hawakubishana na Yesu. Yesu akamwambia, pepo mchafu, toka hapa. Alichokataa Yesu ni kuabudu. Yesu alisema, siwezi kuabudu Bwana. Tunaanza kuona kumbe mifumo imo mikononi mwake, na yeye huwapa watu kama anavyopenda. Shetani anasema hivyo. Anasema, nampa mtu kama anavyopenda mifumo ya dunia. Yesu akasema, ondoka zako. Lakini unamwona Ayubu kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 2. 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 Ayubu sura ya 2, tusome kwa bidii. Inasema hivi, Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi? Wawili hapo wamekutana, Bwana na shetani. Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi? Ayubu sura ya 2 mstari wa 2. Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi? Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani. Anatoka wapi? Kuzunguka wapi? Sio sasa hapo ni world. Sio anazunguka ulimwenguni, duniani. Sio cosmos, duniani. Kwamba kwenye dunia hapa shetani anamwambia Yesu Mungu kwamba nazunguka. Alafu unazungukia sehemu gani? Amesema mpaka anapozungukia. Anasema hivi, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na humo. Umeelewa maana yake? Shetani anatoka, hebu sema huku na humo. Na maana sana maana anasema sema huku na humo. Shetani hata anasema hivyo. Anasema huku niko huko na humo.
ya muhimu sana hicho. Hebu sema na humo. Yaani shetani huku yupo na humo. Maana yake anasema kwamba nafanya kazi nje na nafanyia kazi ndani. Naweza kumshawishi mtu kutokea nje, naweza kumshawishi mtu kutokea ndani. I work from within and from without. Anasimambia mimi bwana nazunguka huku na huko na humo. Sikiliza vizuri sasa. Utaangalia kwenye Ufunuo, tunaona kumbe shetani akitaka kufanya kazi anafanyia nje ya mtu au anafanyia ndani ya mtu. Ndio maana utaona mahali kwa mfano, ndipo Ibilisi akamshawishi Daudi kuwahesabu watu. Daudi ni mpakwa mafuta wa Bwana, lakini shetani kutokea nje anakushawishi, anakupa mawazo, anakupa fikra. Shetani hana mwili kama mimi. Kama ambavyo Mungu ili afanye kazi lazima ingie ndani yangu, shetani naye ili afanye kazi lazima ingie ndani ya mtu. Unamwona mtu kiu yake ni mambo ya Mungu, Mungu yuko ndani yake. Unamwona mtu kiu mambo yake ni ya dunia, shetani yuko ndani yake.